Moja kati ya watu ambao wamekuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye hii dunia ni pamoja na watangazaji wa soka, watangazaji ambao wanatangaza vipindi vya michezo, halikadhalika pia wamekuwa wakitangaza mechi kwa namna moja ama nyingine. Niko na moja kati ya wakali wa vipindi vya michezo, lakini pia ni mtangazaji wa mechi kadha wa kadha, anaitwa Van Kaise kutoka Ibon FM. Sasa leo nitaka nipige naye story mbili tatu, namna ambavyo aliweza kujipata mpaka hapa alipofikia. Inakuaje? Aise fresh, mambo ni aje mzee? Bwana, kila kitu kiko poa kabisa. Uko sawa? Niko sawa sawia kabisa. Bwana, mimi ni shabiki mkubwa sana wa soka, nikaona tupige story mbili tatu. Van Kaise, umekuwa ni mmoja kati ya watangazaji bora sana kwenye mechi na vipindi vya michezo kwa ujumla. Mimi nataka tupe historia, namna ambavyo umeweza kujipata mpaka hapa. Bwana, safari ya kutangaza mpira ina lazima iwekwe sawa. Kumbukumbu inaanzia kwenye shindano moja ambalo linafanywa na Ibon FM kwenye msimu wa kombe la dunia, inaitwa Toka na kombe la dunia. Kwa hiyo safari yangu ilianzia pale. Kwa mara ya kwanza naingia studio, kwa mara ya kwanza naiona mic ya studio, kwa mara ya kwanza natangaza mpira, ilikuwa ni kwenye shindano Toka na kombe la dunia 2022. Mchezo wa England dhidi ya Iran. Moja ya mchezo mgumu kabisa kwangu kwenye kusimulia, kwa sababu nilikuwa sijui mambo mengi kuhusu mpira na hasa kwenye masuala ya utangazaji, lakini baada ya hapo maisha yakaendelea, michakato ikawa mingi na mpaka leo tupo hapa tulipo. Kwa nini uliona mchongo wa soka unaweza kuwa ni fursa kwako na ikakutobolesha? Jamii inabadilika na mambo yanabadilika. Ukienda mtaani, ukienda vijiweni, jaribu kuanzisha story tofauti. Anzisha story za siasa, anzisha story za mahusiano na ndoa, anzisha story za michezo. Utaona watu wengi wana mambo ya kueleza, wanapendelea, wanafurahia zaidi mkizungumza michezo kuliko vitu vingine. Kwa nini? Inahusisha hisia, inahusisha ushabiki, lakini pia na kumbukizi ya matukio ya kimichezo mengine iliyopita. Moja kati ya vitu vikubwa ambavyo vipo sasa hivi, watangazaji wengi sana mmekuwa mkishindanishwa, kwa maana ya wale watangazaji ambao mmekuwa mkitangaza vipindi vya michezo pamoja na soka kwa ujumla na vitu kama hivyo hapo. Wewe umewezaje kujitofautisha na watu wengine? Yaani Van Kaise ana identity gani? Unajua, kitu kikubwa la kwanza lazima ujue wewe unachokihitaji ni nini. Na watu wengi tunakosea pale ambapo tunatangaza kwa kuiga mtu mwingine anavyotangaza. Kwa hiyo kama leo hii mimi nikianza kutangaza kama labda Peter Drull katika mfumo wa mashairi, watu wengi wataanza kukulinganisha wewe, kufananisha wewe kwamba huyu jamaa anatangaza kama anavyotangaza Peter Drull. Huyu jamaa anatangaza kama anavyotangaza Baraka Mpenja. Huyu jamaa anatangaza kama anavyotangaza Garibu Mzinga. Lakini ukiamua kutangaza vile wewe ulivyo, inakupa nafasi ya watu kukufuatilia, kwa sababu kila mtu ana radha yake, kila mmoja ana test yake ya matamshi, ana test ya utangazaji, flow, lakini pia mpaka punch. Kwa hiyo mimi kilichonisaidia ni kuwa mimi nikiwasikiliza wengine, ni sio kwa lengo la kuwaiga wanachokifanya, lakini kuna vitu gani vya ziada ambavyo naweza nikavipata kutokea kwao. Sawa. Kumbukizi imekuwa ni msingi mkubwa sana, inakupa ujasiri pia wa kuendelea kukaza zaidi na zaidi. Kitu gani ambacho unakikumbukia kwenye masuala haya ya utangazaji wa mpira kwa ujumla, na imekuwa fuzo kubwa kwako kadri siku unavyozidi kwenda? Kwenye kumbukizi bana, ilikuwa ni hatua ya robo finali ya kombe la dunia. Unajua aina ya mashindano ambayo nimekuambia tulikuwa tunashindanishwa Toka na kombe la dunia, ilikuwa inaenda kama mashindano yanavyoenda. Kwa hiyo ilikuwa timu 32 zinaanza, baada ya hapo inaenda 16 bora. Manake pia huku tulikuwa 32 kwenye mashindano, wanaondolewa 16 na baki 16. Kwa hiyo tukafika point ya robo finali, baada ya watu 16 tukaingia watu 8. Nakumbuka mkurugenzi wa vipindi kwa sasa Ibon FM Edwin Dugange walitweeta, walikuwa wengi, lakini akasema kwamba bana, mpaka sasa mmebaki watu 8, wote ni watangazaji wa mpira, wote mnaweza kutangaza mpira. Lakini sasa sisi tunahitaji mtangazaji wa vitu vingine pia, sio mtangazaji tu wa mpira. Kwa hiyo tunaanza kuangalia vigezo tofauti ambavyo tunaona sisi vitafaa kwenye mpira. Na kwenye ile crew ya watu 8 pale, mimi peke yangu bana ndo nilikuwa sijasoma masuala ya uandishi. Kwa hiyo nilijiona kumbe naweza nikapambania. Kwa hiyo ndio kumbukizi bora zaidi. Kwa hiyo hata baada ya pale kuna watu walifanikiwa kuingia robo finali, nusu finali, finali. Mimi nilishia tu ya robo finali, nilikuwa mtu wa 5 kati ya watu 8. Kwa hiyo nikaishia pale kwenye mashindano. Lakini kila nikikumbuka kwamba ninyi mliopo hapa tayari ninyi ni watangazaji wa mpira, ilinipa nguvu sana kwenda kupambana na kujijenga kiuwezo, na mwisho wa siku nimejoin team Ibon FM. Safi sana. Ni bao gani ambalo ulilitangaza kwa hisia na lilikupa amsha
zaidi na zaidi. Bwana, bao la klabu ya Azam dhidi ya klabu ya Simba msimu 2024 2025 mzunguko wa pili. Chuma dakika za jioni kabisa. Simba wakiamini wameshamaliza game, wanaongoza 2-1. Bwana mdogo anaitwa Zidane Sereri, mchezaji wa Azam, anafunga goli zuri kweli kweli ambalo ni matokeo ya pasi kutokea kwa Faisal Salum Abdalla kutokea eneo la kati, anavusha zaidi ya mistari mitatu ya mabeki na viungo, inakutana Zidane Sereri, Musa kama Spiderman goalkeeper wa Simba, anachanganyana na beki wake Chima Mfondo, alafu wanashindwa cha kufanya. Dogo anafunga goli la comeback, goli la equalize. Ilikuwa ni bonge la goli, nilitangaza kwa hisia nzuri kweli kweli. Ni bao gani ambalo ulitangaza kishabiki? Bwana, bao ambalo nilitangaza kishabiki lilikuwa ni bao la DR Congo wakiwa wanaifunga Tanzania. Hapo unaweza ukashindwa kunielewa. Unajua bana, hakuna kitu kigumu kama kutangaza mechi ya timu ya taifa. Kwa sababu wewe ni mzalendo, wewe ni sehemu ya taifa. Lakini pia msikilizaji anahitaji kupata kile ambacho kinatakiwa, anatakiwa kipata. Kwa hiyo yale maumivu ya kufungwa goli la pili mimi niliyabadilisha kama nguvu yangu, kama energy. Nikatangaza kwamba bana, Taifa Stars anapigwa chuma cha pili, anapigwa msumari wa pili, anapigwa kwenye ugoko, anapigwa shingoni, anapigwa mgongoni, mpaka baadhi ya watu wakaniambia, brother, hivi wewe ni Mtanzania au ni Mkongo? Lakini ile ilikuwa kishabiki, ili nipunguze maumivu ndani, nisingekuta goli bana Kongo wanapata hapa. Wewe lazimika kutan nikawa kama shabiki wa DR Congo. Mmoja kati ya watu ambao mmekuwa mkikosolewa sana na wakati mwingine mkidhaniwa labda ni shabiki wa timu fulani, ni nyie watangazaji wa mpira kwa ujumla. Hivi ishatokea hasa hizi mechi za dabi Simba na Yanga, ukatangaza goli fulani ama ukazungumza kauli yoyote, watu wakakuhusisha kwamba ni shabiki wa timu moja? Bwana, ilikuwa ni mechi kwenye Kombe la Mapinduzi msimu jana. Nakumbuka Simba alikuwa anacheza nafikiri na moja ya timu ya kule Zanzibar, nafikiri ni Mlandege. Ilipigwa goli, alafu nikatumia maneno magumu. Unajua, nikasema Simba kama kuku aliyekatwa kichwa, anarukaruka, hajui cha kufanya. Baadaye nikaambiwa isewe, tumejua kuanzia leo wewe ni Yanga. Lakini pia ukitangaza goli la Simba vizuri, alafu upande wa pili wakaona vipi, kila mmoja anakuuliza wewe ni Yanga, wewe ni Simba. Kwa mfano kwenye TikTok live, wakati natangaza mpira wanakuwa TikTok live kwenye account ya Van Kaise 7. Kwa hiyo ukitangaza mechi ya Simba leo, comment nyingi zinasema wewe ni Simba. Ukitangaza mechi ya Yanga kesho, naambia wewe ni Yanga. Lakini bana, mimi timu yangu mkubwa wangu, mimi bana, asili yetu ni Manungu Tuliani, ndiko ambako watu wametokea huko, tumekulia. Kwa hiyo Mtibwa bana, Mtibwa Sukari, Mtibwa Sukari, ile ndio timu yetu bana. Na bahati mbaya ilishuka, lakini si unaona tunarudi tena Mtibwa Shuka. Vizuri kabisa, na moja kati ya timu ambayo ina changamoto nzuri sana ikipanda ligi kuu. Ni Mtibwa. Anyway, tuje kwenye swala la namna ya kutangaza mechi. Inaonekana si rahisi sana kutangaza mechi kwa sababu mtangazaji anatakiwa kuwa na speed, material. Mmewezaje hapo? Ni kweli kwamba sio rahisi kutangaza mpira, lakini ni rahisi sana kukifanya kitu kigumu kama unakipenda. Kwa hiyo ambacho mimi kimenisaidia ni kwamba napenda mpira, napenda kusimulia, napenda kuelezea, napenda kukumbushia. Hiyo misingi ambayo nimekuambia, huko ndo kutangaza mpira. La kwanza lazima usimulie kinachotokea. La pili lazima uhusianishe, kwa maana ya unahusianisha tukio la leo na tukio lililopita. Lakini kingine pia ni kumtengenezea taswira msikilizaji. Yani kwa mfano kwenye radio ni tofauti na TV, kwa sababu kwenye TV ni audio visual, mtu anaona lakini pia anasikia. Ila kwenye radio mtu haoni. Kwa hiyo wewe lazima umtengenezee picha. Unavomsimulia umtengenezee picha. Kwa hiyo kuna maneno mengine lazima uechombeze mle ndani ili aone kama anaona kwa njia ya sauti yako. Kwa hiyo hiyo ndio umekuwa msingi mkubwa. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kitu gani kinaenda vipi, lakini pia lazima muoneshe msikilizaji kwamba mpira sasa uko kasi, mpira uko chini, mpira uko eneo la hatari, mpira upo kwenye eneo ambalo ni la kucheza la kawaida. Kwa hiyo ndio misingi mikubwa zaidi kwenye utangazaji wa mpira. Mimi nataka tuhitimishe na watangazaji wawili tu. Kibongo ambaye unaamini kwamba huyo ni icon kwenye upande wa kutangaza soka, na nje mtangazaji mmoja. Nianze na nje. Tuanze na nje. Nje mtaalamu anaitwa Peter Drull. Peter Drull kajitengenezea utawala wake. Jinsi ambavyo anaweka hisia, ya maneno kwenye masimulizi yake. Unaona kabisa jinsi ambavyo mambo yanakuwa. Baada ya Lionel Messi kutoa kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Argentina, alitumia kauli moja kwamba
Lionel Messi ameshikana mikono na Paradiso. Yani moja kwa moja inakupeleka nje na kuanza kuona kwamba kilichofanyika manake ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kuna lugha pia ya ushairi ambayo anaitumia mle ndani na vitu vingine vingi ambavyo anavitumia, lakini above all ni football commentator mzuri sana Peter Duro. Sasa tuje kibongo bongo, japo hii najua watu wengi sana utakutana na comment nyingi sana. Bwana kibongo bongo shughuli ipo. Lakini kwa maana ya masimulizi ya mpira na mkubali zaidi Garibu Mzinga. Anasimulia mpira lakini pia anakupa rekodi za timu. Na sio tu rekodi za timu lakini pia rekodi za wachezaji, jinsi ambavyo wamekuwa mpaka academy, mtu ameanzia wapi. Kwa hiyo yeye anafanya poa zaidi. Lakini pia upande wa pili ukitaka shughuli ifane, yani iwe na amsha kama umefunga speaker kubwa unavyoonyesha mpira unatamani watu wafurahie, uwezi ukakosa kumtaja Baraka Mpenja Mwamba wa Malila, kwa sababu yule ni mshereheshaji. Yani unaona kabisa ni sherehe, yani ni shughuli kubwa. Sawa. Neno kubwa la mwisho, panda matumaini kwa vijana ambao wana ndoto ya kuwa kama Van Kaise, wana ndoto ya kuja kuwa watangazaji wakubwa wa vipindi vya michezo pamoja na soka kwa ujumla. Taaluma ni kitu muhimu. Taaluma ni kitu muhimu, lakini si kila kitu. Kwa hiyo unaweza ukawa umefanya kozi nyingine na maisha yakakupeleka sehemu nyingine. Uwe kama bendera wakati mwingine kwenye maisha. Pepea kulingana na upepo ambavyo upo. Pamoja na yote tumesoma, tunapambana, tunafanya vyote kwa ajili ya fedha. Tazama unachokipenda, kifanyie kazi. Chagua upande, kufa nao. Usisahau hilo. Yani lazima uchague upande alafu na kufa nao. Ili watu wakisema kwamba bana kwenye masuala ya masumbwi, ukitamka masumbwi nani mtu bora zaidi, watu watakwambia Mike Tyson. Ukisema kwenye mpira nani, watu watakwambia Ronaldo, watakwambia Lionel Messi. Wakija kutaka kukutambua wewe, waseme kwenye kipi wewe ni bora. Swali la kizushi tu hili limekuja tu. Kitaaluma wewe uko kwenye masuala ya udaktari na nini na vitu kama hivyo. Tutafikiria kurudi au huko ndo tumenogea? Bwana, kurudi kunawezekana, lakini unarudije? Kwa sababu pia kwa mfano mimi bana, mimi ni mfamasia, hiyo ndio taaluma yangu. Kwa hiyo kupitia taaluma yangu ya pharmacy naweza nikaje nikafanya biashara ya pharmacy, kwa sababu najua kitu gani kinahusika kwenye dawa. Kwa hiyo nikirudi basi nafanya biashara ya dawa, lakini siwezi kurudi kuwa mfamasia yule kwa ajili ya kufanya ile majukumu. Tayari huko nishatoka brother. Bana, anaitwa Van Kaise, mmoja kati ya watangazaji nguli nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Unampata Ibon FM. Mimi naitwa Chris B. Asante sana kwa kutufuatilia.